Tunatarajia kuwa na matokeo chanya kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ardhi ya Zanzibar ni ardhi tukufu, ni ardhi iliyokubalika, ni ardhi yenye rutuba, ni ardhi inayomea, ni ardhi yenye vipaji vya kila aina, ni ardhi yenye watu ambao wanaupenda mpira wa miguu. Na hii ndio sababu kubwa ya sisi kuweka base hapa Zanzibar kwanza. Japo makao makuu ni Dar es Salaam, lakini base yetu ipo Zanzibar kwa sababu ya hiyo hali. Kwa tunaamini kabisa vijana wa Zanzibar, tunaamini kabisa watoto wa Zanzibar na mataifa mengine watakuja kwenye ardhi hii, the land of champions, kuja kujifunza, kuja kujiunga na City Sports Academy. Kwa hiyo matokeo chanya haya ndio ambayo yanatusukuma sisi kuja kuzungumza na wananchi, kuja kuzungumza na waandishi wa habari. Na hivi karibuni tumepata mwaliko wa kwenda kushiriki mashindano ya East African Cup yatakayofanyika mjini Moshi katika viwanja vya shule ya Moshi Technical. Nani amezungumza hapa kwamba tunakwenda kulichukua kombe. Ni kweli tumedhamiria hivyo. Nguvu tunazo, uwezo tunao na ari tunao ya kwenda kuchukua kombe la East African Cup. Kwa mara ya kwanza tunawaahidi kwa kadri tutakavyoweza tunaenda kulileta hili kombe. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya nguvu tulizo nazo, ni kwa sababu ya management iliyopo, kwa sababu ya kocha tuliye naye, kwa sababu ya wachezaji tulionao, kwa sababu ya hali yetu ya kimichezo na uwezo mkubwa tulionao. Tuahidi tu kombe litakuja inshallah katika ardhi ya Zanzibar. Sasa sijui watatumia mlango wa airport au watatumia mlango wa bandari, hiyo itabaki kazi kwao. Hiyo ndo ahadi yetu kwenu wachezaji tunao. Ndio maana tumewakaribisha. Mazoezi yataanza tarehe 18 kwa maana briefing na kocha wetu. Tunawakaribisha sana mje kujionea wenyewe, mje kutabanaisha umma, na moja kwa moja tutaelekea katika ardhi ya Moshi kwenda kushindana na kwenda kuangalia ni jambo gani tunalifanya pale, hususan kwenye swala zima la kikombe. Target zetu sisi kama City Sports Academy ni kufika kimataifa. Yaani katika furaha yetu na target ambazo tumejiwekea wenyewe ndani ya miaka michache ambayo tuko nayo ni kuhakikisha City Sports Academy inatajwa kwenye bara la Afrika. Na kama kutakuwa academy ambayo inatajwa kwenye bara la Afrika, maana yake ni kwamba academy hii sasa itakuwa tayari ipo kwenye global level, kwa maana ya kwamba ipo kwenye ngazi ya kidunia. Kwa sababu itakuwa tayari inatajwa kwenye bara la Afrika. Kwa mantiki hiyo tayari itakuwa tuko kwenye nafasi kubwa sana sisi ya kusema mtu yupo Ghana ata target kumleta mtoto wake Zanzibar aje afundishwe mpira kupitia academy ya City Sports Academy. Tunataka tufanye academy ambayo si tu academy, lakini ni academy ambayo ina mchango kwenye global football. Tunaenda kuchangia sisi kama vijana kwenye mchezo wa mpira wa miguu kwenye ngazi ya dunia. Hiyo ndo target yetu sisi kama City Sports Academy. Na kupitia hiyo sasa academy yetu maana yake ni kwamba vijana ambao tutakuwepo nao watakuwa na nafasi kubwa sana ya kushiriki mashindano ya academy ya kimataifa ndani na nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo ni timu ambayo itakuwa inashiriki mashindano ya ndani ya nchi, ndani ya bara na nje ya bara la Afrika. Hizo ndo target zetu. Lengo kubwa la ujio wangu katika City Sports Academy kukuza vipaji na kutimiza yale ambayo matakwa ambayo ya City Sports Academy, kuhakikisha kwamba tunakuza vipaji, kwa sababu lengo letu kubwa sisi walimu ni kukuza vipaji, kuhakikisha kwamba tunatoa wachezaji wengi na kuhakikisha kwamba tunaenda katika anga za kimataifa. Maana yake ndio maana ikaitwa technical bench. Nitaunda technical bench kama mwalimu ambao nitakuwa pale, kuhakikisha kwamba tunaleta walimu ambao wenye uweledi mkubwa ambao wakufanya kazi, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanafikia malengo yao. Malengo wanafikia kwa sababu ya utunzaji na mazingira ambayo tulikuwa tunao sisi walimu, ili tuhakikishe kwamba kitu kikubwa tunachokihitaji katika City Sports Academy ni kukuza vijana, na malengo makubwa kuhakikisha wachezaji wetu wale tunawauza katika anga za kimataifa. Chengine kikubwa zaidi, timu yetu tarudi mazoezi kesho kutwa kwenye tarehe 8. Tunakualikeni nyote muweze kuwepo kwa tarehe 18 ili muweze kuwepo pale kwa pamoja, mtupe support, mtupe habari zetu, muhakikishe kwamba mnaziwakilisha habari zetu vizuri, kufuatilia vizuri mazoezi yetu ambayo yalikuwa pale. Tutapata marefari wengi ama wa kimataifa. Sasa hivi Zanzibar tuna marefari wawili tu wa kimataifa. Wawili tu. Mmoja referee, mmoja assistant. Wawili tu. How come? Na juzi wamaliza course moja ya VAR.
Tanzania sasa hivi tutaanza kutumia VR msimu ujao 2025-26-27. Mechi ya kwanza ya Ngao ya Jamii Tanzania Bara, mechi ile itaonyeshwa live na VR kwa kupitia marefari wa Tanzania. Kwa mujibu wa maelekezo ya FIFA, Tanzania sasa hivi wanatakiwa wafanye kozi 6 kila mwezi kwa ajili ya VR kwa kuwatengeneza marefari wa Tanzania. Kwa hiyo sasa hivi wamemaliza juzi ni awamu ya pili. Sasa tunakwenda awamu ya 3 na awamu ya 4, ya 5, ya 6. Kwa hiyo mwezi wa 8 kwenye mechi ya Ngao ya Jamii, hii mechi itakuwa live kwenye VR kupitia marefari wa Tanzania, sio marefari kutoka sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa hatua hii na kwa kituo hichi kilivyoanzishwa, mimi nategemea nitakuwa na matumaini makubwa ya kufika hatua kubwa na kumpa support Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa hichi anachokifanya.